Clouds TV, empowering lives. In Jesus' name, somebody say amen. Amen. Tunaweza kuketi. I want to take just 30 of your minutes. Then we move forward. And we thank God for everything. Thank you. Natumai kila kitu imekuwa sawa. Umekula? Okay, utaenda kukula hoteli kwa pamoja. Yeah? Thank you. Are we having Anna matuko na nani? Anipatie the same book. 1 Samuel chapter 30. Tuanze hapo 15. 30 we start from verse 15. Ni continuity ya this morning message ndio tunaendelea sasa. Ndio tukienda kumaliza, we shall do raise an altar that claims. Bwana Yesu asifiwe sana. Anything that you do in life, it has an altar. Anything, maisha yako yote, katika msingi wote wa maisha yako ni madhabahu. Katika kuishi duniani ni madhabahu. Katika kufanya kazi yote ni madhabahu. Hakuna kitu ambacho kiko ndani yako ambacho si madhabahu. Even ni mdomo yako hiyo kuongea ni madhabahu. Kulala ni madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata ukiona hapa kuna viti mbele, hakuna watu wamekaa mbele, na kuna watu wako na akili wako wamekaa, hiyo ni madhabahu ya poverty. Hiyo ni roho ya ukandamizaji. Maana they don't believe in themselves, wanaweza kukaa mbele. Wanajua wao ni wanyuma. Kwa sababu madhabahu iliyo ndani yao ni ya umaskini. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huwezi kuwablame, maana ni madhabahu iko ndani yake, na hiyo madhabahu itamsubua, maana ataishi hivyo. Hii ni kitu lazima tunarekebisha. Na kurekebisha kwetu tunarekebisha kwa sababu kuna akili mzuri ya kuelewa. Wakati uko ndani ya ministry kama hii ambayo inazungumzia mambo kama madhabahu, it is a bit sensitive. Bwana Yesu asifiwe sana. It's very sensitive for your life, because this is about the impartation of what is being imparted, that was imparted in your life. Msingi uliwekwa ndani yako, maneno uliwekwa ndani yako, maisha ambayo umeyaishi sasa. Ni kwa nini unaishi maisha ambayo unaishi sasa? Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa nini unaweza kuona kiti iko mbele yako, na hiyo kiti haijaandikwa reserved, lakini huwezi taka kuikalia, na hakuna mtu amekwambia usikalie? Ni kumaanisha hauna roho ya kutaka kupigana uende hapo mbele. Na ndio kwa maana wewe ni maskini. Unanielewa hivyo? Ndio kwa maana you are struggling in life, because hauna power, hauna ile capacity to push for a change, to push for something new. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio nawaambia, anything that is around your life is an altar. Not unless you change. Hiyo kitu utoe kwa kichwa. Umaskini huwezi kutolewa na mtu. Hata nikuletea shilingi milioni 100 nikupatie kwa akaunti yako, lakini bego ya umaskini iko ndani yako, madhabahu ya umaskini iko ndani yako, nothing will change. Utakula hiyo pesa yote iishe. Utakuja kulia rais pesa ilikuwa kwa account wakati umebakisha shilingi 1300 ama 200. Sasa hiyo ndio unaanza kufikiria kununua ploti. Sasa hiyo ndio unaanza kufikiria kununua kitu ambayo ulikuwa unataka kununua wakati pesa hiyo ilikuwa mingi. Lakini wakati pesa iliingia kwa account ulisahau. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is how you know what kind of people you have. That is how you know what kind of a generation ambayo uko nayo, na inahitaji msaada gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukiona ile vitu inafanyika around you, that is how you build around yourself the kind of the topic ama discussions. It will revolve around what. Sasa hapa leo lazima ndio naonanga wakati mwingi nikikuja na kujaga na story, because nataka kuwasoma nijue what kind of people that are here. Ndio nijue wao watu wanataka nini, kukombolewa kutoka kwa nini. Kama sasa leo naona ni watu maskini wanataka kukombolewa kutoka kwa umaskini. Watu ambao hawana power ya kufuata kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. If you don't have a power, yani ukiona watu wamesimama, unasema mimi wacha nikae hapa nyuma watu wakue mbele, ni kwa sababu hauna roho ya uongozi. Hauna roho ya kufanya kitu ukiwa wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Asha niletee watu wanajua kwenda mali wanaenda hapa mbele. Niletee ule kijana kwa na buru kuja hapa. Kuja hapa.
Na huyo hapana, huyu wewe. Wewe kuja hapa. Acha na nyinyi mkikua mnaangalia kuna mtu anaweza kuwa anataka kuenda mbele lakini amezuiliwa na wachawi. Sasa mnamsaidia kuja kwa hapa. Baba, kuja kwa hapa. Unajua unaweza taka kukuja mbele lakini wachawi wamekushika mguu. Na inaweza kuwa wachawi ni wewe Asha. Wewe ndio hutaki mtu akuje hapa mbele. Ukikataa unapiga kofi. Hii kiti ni ya nani imewekelewa bagi? Hiyo kiti ni ya nani iko hapa? Yeah? Ateke. Si mtoto alikuwa amekaa. Mwachie akae. Kama si mtoto akushikwa. Let me warn you for the last time. Next time, I will not allow you to sit in my church if you are not using your brains. I cannot teach forever. Are you getting me? I cannot teach forever. Hapa nje kuna watu wanafaa kuhubiriwa. Na tutashift tuende huko nje tuhubirie watu. Na hakuna malipo tunalipa hapa nje. Ama kuna malipo? Hapa Marigiti si watu wamejaa. You cannot sit with the people who are not ready to move. You are wasting your time and you are wasting your energy. Sitakubali tena. This is my last time. My last time forever. Kukaa hapa na watu ambao hawataki kumove. Nitatoka hapa nje na nitahubiri. Ninaenda kwangu nyumbani nikimaliza kuhubiri. Siwezi kukaa na watu hapa wamekaa roho ngumu, kichwa gumu, hata nywele gumu. There is nothing. Huwezi kukaa aturati joke radu mataraigwa makororete oguo matiro ndu maraigwa yamera mathio yamera maikareo no ikarete mangetheti oguo makongetheirie oguo nitawe thenema hiyo madhabu hiyo hesabu tutafanya na nyinyi. Sitafanya na nyinyi, sitafanya, nimekataa. Akohe kidurahe yagashoka kunyenderia. Sitafanya na nyinyi. Watu hawaziki. Umekoroga mpaka umechamusha. Bado hata supu iwezi toka. Ni nini? Ni ignorant na madharau. Usinakundi kuondoka na kwenda kwingine. Warudi kule walitoka. Kwani nabebelezana na watu kwa nini? Hawakupatii chakula, hawakupatii nini, lakini bado ni ignorant na madharau. Ni mumezoeana, mumefika patu mumezoeana kwa sababu kule ulikuwa umezoea. Ulikuwa na pastor fulani umemzoea. Umeenda kwa mwingine, umeenda kwa Manyuru ulimzoea. Ukaenda kwa Ezekiel hapa ni kwa Dora Waroige, former Mugeke leader. Hapa usinizoea, nitakurarua. Hapa ni kwa komanda. Mmenielewa? Ni mnajigwa. Hapa ni kwa komanda. Na ukishindwa kukaa na komanda, kanyaga kubwa kubwa. Kwenda kabisa. Hapa lazima utii. Hapa si kwa Manyuru. Hapa si kwa miracle seeking. Usikuje hapa tulikuja kupokea muujiza. Muujiza kwenda ukanunue. Uko na pesa ya kununua. Weka kwa bahasha pesa, pelekea Ng'ang'a hapa atoe mapepo. Hapa chini. Ukishindwa enda kwa Manyuru wako hapa next. This building next Manyuru anakuwa hapa teaching. Netwa teaching ministry pale. Hapa hatutakaa na mang'aa. Sitakubali. I will never entertain nonsense here. Never. Tumekaa na nyinyi nimewaona na nimewajua. Hapa najua kuna majagiri, kuna wakora na kuna watu wanatafuta Mungu. Kule demoketa huko papa sirini mama mena fatana ngai. No ni kule mekora huko. Ungemuulia roshine ukiwauliza asubuhi hiyo mikora. Tulisoma Bible kitabu gani? Hajui, lakini muulize apostle alikuwa amevaa nguo namna gani. Atakudescribe mpaka maua. Maana alikuwa amekuja kuangalia. Alikuwa anakaa hivi akiangalia apostle venye amevaa. If you have no spirit to learn, you have no business with you. I am here to teach the word of God as taught to me by God. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. So don't waste my time. Hiyo nimekataa. Don't waste my time. Wewe umeenda wapi? Okay. Sasa unajua unaweza kustukia mtu amerudi hapa usikia kwa hapa nyuma yako amekupiga geta. So
Tusome kitabu cha Samueli wa kwanza 30 mstari wa 15. Daudi akamuuliza, je, unaweza kuniongoza kufikia kundi hilo la uvamizi? Unaweza kunisaidia kuongoza nifikie hilo kundi la majabasi na majagiri? Bwana Yesu asifiwe sana. Kundi la mavamizi, watu waliokuja wakavamia. Unaweza? Maana kale kamutu walipata pale, walikauliza unaweza. There is always a person who is supposed to lead you to your destiny. There is always a person who is supposed to come in your life kukuongoza. Na huyo mtu unaweza kumuignore ama unaweza kumujua na umutabue na ujue huyu ni mtu amewekwa hapa na Mungu. Unaweza kukuja uignore Dora Waroige kwa sababu Dora umemzoea, mnakaaga na yeye, umemzoea, wanakatalio kama doga kawaida. And maybe niliitwa kwa sababu ya siku hii ya leo nikusaidie uteguke ile mtego umewekwa uende huko kwingine. So just listen to me. Pick that which is coming from God through my mouth and leave the rest. Bwana Yesu asifiwe sana. Follow me as I follow Christ. That is the Bible. Kwa hivyo, be attentive on the messages I give. I don't give messages because I am a preacher. I'm not a preacher. I am not a preacher. I am a prophetic messenger in a prophetic office. Whatever message I give, it is a prophetic message. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is why I normally insist on teaching. Insist on telling you what God is saying. Because I teach as per what God has led me. I teach you because hiyo kitu unahitajika katika kuvuja madhabahu iliyo ndani yako. So I teach based on the altar ambayo inafaa kuvujika. The altar ambayo inafaa kuanguka ndani yako. Maana tumekuwa tukifundisha, every teaching I teach, it is related to a particular altar. Na hiyo madhabahu ndio nakufundisha, ndio nikuonyeshe venye hiyo madhabahu inafanya nini, inatoka. Kwa sababu kuna watu wengi hapa tulipata ushindi katika maisha yetu, but we don't know. Kuna watu wengi tulipata watu wa kutuelekeza, lakini tuliwaignore, maana si wa kilasi yako, maana hajasoma kama wewe, maana hajaokoka kama wewe, maana si jagiri kama wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile kitu unakuja kusugukia hapa na kukaa hapa, unakuta you are much concentrated on a particular issue because that is where the altar imekushikia. You don't want to move, you don't want to be told anything because madhabahu iliyokukamata imekukamatia hapo. Hallelujah. So unaweza kuwa unafikiria wewe unajiona wewe ni mtu wa maana sana, lakini kumbe madhabahu ile imekukamata ndio inakuonyesha wewe ni wa maana. Ukiachiliwa kidogo unakufa kama kifaraga ya broiler. Bwana Yesu asifiwe sana. Daudi akamuuliza, aliuliza mnani? Aliuliza yule mtu ambaye alisema mimi ni Mmisri. Na huyo mtu aliachwa kwa sababu alionekana ni mnyonge. Aliachwa kwa sababu alionekana hakuna mahali anaweza kuenda. Wakamwacha akufe. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamwacha akufe. Kuna watu unaignore, you just ignore them because wako katika maisha yako lakini they don't seem to be so important to you. They don't seem to look like they can help you. They don't seem to look like they can make you move from one level to another level. Hai, habari yako? Ulifika? They don't seem like they look they can be there for you. Bwana Yesu asifiwe. Kwana umemzoea na unaona ni mtu wa kawaida. Kuna vitu vingine unafaa kuviangalia kwa macho ya kiroho na unaona hiki kitu si cha kawaida. Mafundisho ambayo unafundishwa sio ya kawaida. Mambo ambayo unaambiwa si ya kawaida. Kwa hivyo jaribu hata kama haupendi huyo mtu. Hata kama haupendi kabisa, unipedi, angalia kile na kufundisha. Kama kitaweza kukusaidia, kichukue. Na kama hakikusaidii, ondoka aenda kule unaweza kusaidika. Don't kaa hapa. Saa hizi Oropoko ako hapa Thika Road. Ukienda huko. Na Oropoko anafundisha what I'm teaching right now. Anafundisha mambo ya dominion. Na ametoka wapi? Nigeria. Hata nganga ameenda huko kufundisha na mambo ile nafundisha. Na ametoka wapi? Hapa town. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wazungu wametoka America to teach the same message I'm teaching. Yenye mlikuwa mmekataa Kenya isifundishwe. Sasa ndio wanafundisha hapo. Saa hii wenda uangalie wako live. And they are teaching exactly what I've been teaching you. So kama hata usiponisikiliza nenda usikilize Oropoko. Ako na message, the same message. Unaweza kuona Waroige ni kama mtu kamogeke forma mogeke. Yes, enda huko usikilize. At least ume the na inio shiori. At least ume in that challenges. Utoke kwa hiyo kitu imekukamata. Because it's a challenge and God has seen it. And God has sent messages to come and liberate you.
Bwana Yesu asifiwe sana. God has sent a message for you this moment. Maana these messages are rare, not common everywhere. Not common at all. And nobody can be able to imitate the message we teach. Nobody. Wamejaribu, they cannot. Only sent by God. Go and teach this message. Na hata akiteach your message, hawezi kuiteach in its originality. Sasa Daudi akamuuliza, je, unaweza kuniongoza kufika kwenye kundi hilo la uvamizi? Akajibu, niape mbele ya Mungu kwamba hautaniua wala kunikabidhi mikononi mwa Bwana Mungu wangu, nami nitakupeleka hadi waliko. Angalia the secret. Kule mwanzo tulisoma, huyu Daudi alienda kwa Mungu akamuuliza, can I go for this? Ninaweza kwenda, na nikienda nitafaulu? Mungu akamwambia, nenda utafaulu. Kwa hivyo kuna kitu Daudi alisik kwanza, the permission to have God's favor, the permission to have God's grace, because you cannot be able to do or go anywhere if there is no grace. You cannot be able to succeed in ministry, to succeed in business if there is no grace. You cannot be able to succeed in anything in life, at a relationship, if there is no grace. There must be grace first. And this is what David did. Alienda kutafuta grace. Alienda baka kwa madhabahu. Alivaa nguo ya madhabahu. Akaenda kwa madhabahu. Akainua sacrifice. Kisha akamuuliza Mungu, can I go? Mungu naye akamwambia ndio. Na akamuuliza swali ya pili, nitawapata? Mungu akawaambia ndio. So because God has agreed, any move that you will make, it will be successful. No matter what, God will make sure, because you have a covenant with God. You have a plan and a reason with God. Mumepanga pamoja na Mungu. Umeambia Mungu na Mungu akakwambia nenda. Enda wafuate na utawashika. Wafuate na utafika na vitu zako utapata. Kwa hivyo agreement hiyo ambayo mmekuwa na Mungu becomes a covenant. And once it becomes a covenant, it becomes the grace that will lead you to the victory. Kwa hivyo it is very important for us, before you think of doing anything, before you think of that business, before you think of that marriage, before you think of that relationship, before you think of anything that you are trying to do, seek God first. Are you in this? Bwana Yesu asifiwe sana. Alimuuliza, are you in this? Remember, even Moses, the greatest people in the Bible, they sought God. Akamuuliza Mungu, sitoki hapa kama hatutoki na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Gideon naye akapatiwa mamlaka yote. Mungu mwenyewe akazungumza na yeye, lakini ilibidi awekelee karua. Akaweka karua, akasema hii karua kakue na maji asubuhi. Akaenda asubuhi, akapata kako na maji, akahiha, akajaza ndoo. Lakini bado akaambia Mungu the following day, nimekuona na nimekusikia, lakini please God, ningetaka kujaribu tena. I have a God who is working with me. I have a God that promised me. And I have a covenant with God. Wakati niliokoka, na wakati niliodeiniwa, na wakati nilianzisha kazi hii, I had a covenant. Nilifanya maagano na Mungu. I raised a sacrifice of covenancy. And I did the covenant. I covenanted everything that I have with God. And that is why hata mufanye nini, hata waniinukie, na siogopagi nikinena anything, na siogopagi nikisema anything on earth, because I have a covenant. And my God told me, under this covenant, I will protect you. I will fight for you. I will make you go where I have sent you. And that is the most important thing to know. If you don't have a covenant, usiweze kuongea kama Dora. Edo waweza kuongea kama Dora hapa. Uweze kusema Kasongo anaenda nyumbani. Uweze kusema Kasongo anafanya nini. Utafinywa. Subaru itakuja hapa itakuchukua. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hatutajua kule ulipelekwa, lakini I have a covenant with my God. And that is the most important thing. And David never betrayed the covenant of God. Kutoka siku ile alimwagiliwa mafuta, Mungu akamwambia nitakuwa nikitembea na wewe. Mungu akamwambia nitakuwa. Akalipo lion ilipomtokelezea, aliilarua.
The bear wakati ilikuja aliua, akaenda kwa Goliath akamuua, because he had a covenant. And through the covenant of God we succeed. Through the covenant of God we win battles, we conquer, and we become what we are. Bwana Yesu asifiwe sana. When you have this covenant, you can never be threatened by anybody. Huwezi kunitisha na huwezi kutisha mtu mwenye ako na covenant, because the covenant will defend him. The covenant is the altar of God operating in you. The covenant ni maagano na masikilizano yako na Mungu. Na ndi Mungu mkiwa na covenant na Mungu, kichochote ambacho alikuahidi na safari alikuambia upite, utaipita bila wasiwasi. Na mahali alikuambia uende, utaenda bila wasiwasi. Japo alikuambia litafanyika kwa maisha yako, litafanyika bila wasiwasi. Na hautakuwa ukistruggle. You don't struggle, you move. As long as you are within the covenant of God, as long as you are doing what is right, don't go right with people, go right with the covenant. Bwana Yesu asifiwe sana. Don't go right with that husband of yours or that wife of yours. Go right with God. Go right. Don't go right with the government. Don't go right with your president. Go right with God. And when you go right with God, everything that leads you to the next step utakuta imepangwa kwa barabara. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu Daudi alienda kwa Mungu akamuuliza, can I go? Naye Mungu akamwambia go. Akamuuliza swali ya pili, will I find? Akamwambia go, you will find. Na kutoka hapo God immediately alikimbia mbele yake na akaanza kupanga mikakati. Mtoto wangu Daudi anakuja, atafaulu kwa hii safari namna gani? Alipanga kwenye kila barabara, mahali popote atapitia, alipanga mikakati ya Daudi kufaulu. Mahali popote alienda, alipanga mikakati. Daudi akifika anakuta mpango umepangwa. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the most important thing that you need to have. Kufanya Mungu akupagie mipango. So ukianza safari unaenda Githurai, you don't need a matatu. Unaenda Githurai, you don't need a private car. Unaenda Githurai, you don't need a jet, you don't need an helicopter. You need that plan of God. Maana utaenda ukute pale chini mzee amekuwa, gari ya mzee mwingine imekuwa haipigi ile starter. Sasa anakuambia sukuma. Unasukuma tu, inasema hata haitaenda nusu mita, inaenda tu half a meter. Unasikia anakuuliza ulikuwa unaenda wapi? Unamwambia tunaenda Githurai. Kabia ingia hapa, hata mimi naenda huko. Unajikuta Githurai. Atasimamisha na atasababisha gari ikose kuguruma injili. Na kutoka hapo utaenda kumuuliza, gari betri ilikuwa baya? Na hapa betri si baya, nilinunua tu jana. Hata nashakani kwa nini? Kumbe ni wewe ulisababisha izime. Na ikuje isimwe, ikose igia hapo, ikuteremsha mpaka Githurai. Na unakuta mahali ulikuwa naenda ndio hiyo gari ilikuwa naenda. God will make your work easier. God will make your plans easier. Hii mambo ya kujipiga kifuri ati wewe ndio wewe na kama si wewe haifanyiki, utakufa ukisema wewe ni wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. You will die a poor person and you will die a miserable person. You will never achieve anything on earth until you learn to walk with God, until you learn to do things with God. Na mahali Mungu ukiangalia hii kitu ulipaga, kwa sababu tunapagaga, hata mimi napagaga vitu najikuta Mungu hakukuwa. Ukigutuka na ujue hii kitu Mungu hakukuwa, toroka na miguu yako yote ine. Toroka kama kaubwa, uende kabisa na uachane na hiyo kitu. Hata kama umewekelea milioni 10, uachana nazo. Nenda mahali hiyo pale Mungu alikuwa amekwambia. Kumbe alikwambia upitie Kibera na wewe unataka kupitia Ruda. Na hayuko Ruda. Sasa unakimbia rudi Kibera. Hiyo kabarabara, nenda ununue tugumu tutatu. Nenda ukitafuna pole pole ukienda. Baka mahali atakupeleka utakuta mtu pale ako na shida nyingine kubwa sana, na ako na pesa na wewe hauna pesa, na uko na akili ya kutatua na yeye ako na pesa. Sasa unakwambia fanya hii kazi, anakuuliza unaweza chukua milioni 10, unasikia na ulikuwa unahitaji hiyo milioni 10, because God knows how to plan. God knows how to set you and to take you where you are supposed to be. You don't harass, you don't push, you just ask permissions from God. You just tell God, I want to do this, can I do? I want to go here, can I go? I want to be here, can I? Yani uliza Mungu maswali. Kama ni kusaidia kanisa, unataka kusaidia kanisa, usikuje na kiherehere yako na pesa yako. Uliza Mungu, can I take this money? Bwana Yesu asifiwe. Can I give this as a sacrifice? How much do I give as a sacrifice? How much do I give as this? If you follow God's command, whatever you give, itaenda kwa matope. Lakini kama ulichukua pesa yako kwa sababu unafikiria uko na pesa, na dola nataka yule mtu ako na pesa, mimi nitakula pesa yako vizuri sana, and I know there is nothing will happen, because nimekuuliza, nimekuinterrogate, nimesikia ulileta pesa yako ndio nifurahishe. Mimi nitafurahi. Jake Daudi Serena. Na nitakula vizuri nikijua nothing, pesa yako nimekula.
Si hakuna Mungu alikuwa hapo, na nitaenda niambie Mungu nikuletewa nililetewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua hakuna kitu kizuri kama kuongozwa na Pastor Mang'aa. Mwenye doesn't care. They do yogo nawe. They do yogo nawe. Yes. Live like that and live, kwa sababu Mungu ni Mang'aa. Mnajua kama Mungu ni Mang'aa? Anakuambia kanifuata na usipomfuata nitakuua. It is as simple as that. Nomelera na wako nomela nitakuchoma. Hakuna kuzungumziana. Yes, ukikata kasi ya Mungu na yeye anafuga milango yake yote na kuja kivirako, anaenda safari, anaenda Dubai na anasema simu. Una shida hapo ukisema Mungu wangu naiba bana. Bana ati nikumubebeleza, na aliingia ndege na akazima simu na akaenda Dubai na akaenda na huko kupumzika. Ako 7-star hotel ndiko ndio yako. Anangojea jioni ifike aende akaswimu kwa bahari. Sasa na wewe hapa bwana, wakati alikuwa hapa ulikuwa na umang'aa. Sasa wakati ameondoka ndio bwana, bana mpaka Gigo unakuta jioni watu wengi hawa washipatimu wanaendaka kusuguliwa hapa Gigo, kwa sababu alijaribu mpaka kulegeza Gigo ndio bwana asikie bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Akajibu akamwambia akajibu niapie mbele ya Mungu. Huyo mwanaume akamwambia you have to swear before God. Mpaka huyo alitambua kuna Mungu. Wale watu utakutana nao kwa barabara utakuta ni watu wako sensitivity to God, because it is God who has connected them. Akamwambia kama unataka nikupeleke, first of all hapa mbele ya Mungu hautaniua. Hapa mbele ya Mungu hautanipeleka nikamaliziwe. So you find anything that is happening along the way, it is connected with God. Na huyu mtu anasema hapa mbele ya nani? Hakumwambia hapa mbele yangu, hebu swear by my name, hebu swear by your name. Alimwambia by the name of God. Na kumbuka huyu ni mwani, ni mtu wa Misri. Lakini na Daudi ni mtu wa wapi? Ni Myahudi. Na alimwambia swear to your God. Huyo Mungu ambaye amekuleta hapa, swear. Useme ya kwamba hautanimaliza. Mbona hakumwambia uswear according to our God in Egypt? Hakumwambia, alimwambia your God. Maana alitabua. Maana huyo mtu hakuletwa hapo na the God of Egypt Osiris, hakuletwa hapo na the God of the Baal, aliletwa hapo na the God of Israel. Ndiye alimweka hapo kwa barabara. Ndio mtoto yake Daudi akikuja apate msaidizi. Kwa hivyo katika njia zako zote wakati you consult God, kuna msaidizi atakuaga hapo. Haijalishi ni wakara gani, haijalishi ni mrefu ama ni mfupi, haijalishi ni mwanamke, haijalishi kama ni mwanaume. Wale wasee walitumwa huyo wasee kaende wakasupae. Ni nani? Ni Joshua. Joshua na Caleb walienda kukaa kwa nani? Kwa Rahabu. Rahabu alikuwa businesswoman. Alikuwa kahaba. Businessman. Businessman. Mogul, ama alienda kwa mogul, ama a woman of God, apostle Rahabu. Hakuenda kwa apostle Rahabu, walienda kwa kahaba. And you can imagine sasa Dora Waroige kwa mumaraya wako inage, utajira kanithe no kana no irugame. Hello. Weru atiriri apostle kwa mumaraya ukorogo haria koinage ni kwaraikara ati athiete gusupai ati atumetwo ni Ngai. Hallelujah. Riu haha anabii ya kanitha ino haha niho maumagira othe imaraya ndaya yekekekere wozaya. Lazima tuombe tutoe apostle kwa mumaraya no taugire mundu uyu ni endete andu aya. Na ni Mungu amenituma huko na wewe hana kuhoya. Umire guko uhotire, umire nginya mbaru ukihoya ndura umekure na ni Ngai umutwarire kou. Na ni connect na mumaraya. Nyoko mwathia mukihoya baba. Tunamukora, tunamufuruta bako naanza kunifuruta huko. Na ni Mungu alinituma niko huko na authority, full authority ya Mungu. Before you even starting praying for me, ask God, umeniita niwaombee huyu mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu mimi utanikuta kwa maraya. Mimi utanikuta kwa inage. Tiko gura tukira cia ready. Nuri ogikona umira nini ukogura kwa inage giari na inagero icio. Toendera kumenya what is the reason. Urutete thuruari wathie no ineke. Ni kwa nini? Na ni goye muthaka. Bwana Yesu asifiwe sana.
Ni kwa nini uko uchi? Why niki utaretigera kurwara? Ni pneumonia, ni mukingo, ni why urarihia niki urendia? Ni ukuheri riti yake yare. Sikumbuka kama siku tukaenda naye. Yeye tukaongea na maraya. Na tukaweka kwa gari tukaenda kwa hoteli nikawanunulia chakula na wakashiba. Nikawauliza maswali na nikawaambia nendeni nyumbani sasa. Nikamuuliza udhukoma pesa shigana, mmoja kaniambia kukiwa mzuri sana 3,000, 4,000. Bwana Yesu, kuna mwingine aliniambia 10,000. Kuna mwingine nikaona hiyo 10,000 imepanda sana. Nikawaambia kuja kanisani kesho tutafute pesa. Tuone kama mtaweka kazi. Walikuja hapa. Kila mmoja nikampatia 20,000. Nikamwambia ndio gaiga wira, ndukendie murigo uyu tu wako endio. Uyu ni wa Ngai wa heiro tuhu, ni ana tuhu. Ndio urute wira ni pesa cia kuruta wira ni cio ici. Huyo msichana ako na botiki hapa. Ako na botiki hapa. Alienda tena akapata sijui ango yake kutoka Amerika. Kuna mtu unahitaji tu akufungulie kifunguo, akupatie roka. Nilimpatia 20,000, ango yake akamkumbuka. Ango mwenye hajawahi kuongea na yeye for over 15 years anakuwa Amerika. Alimuuliza ni kazi gani unataka? Akamwambia nataka kuweka boutique. Akamtumia 300,000. I was just, mimi nilihitajika hapo niweke kifunguo. Sasa hako na boutique anaenda Taki. She was a business lady. Lakini sasa akakonvertiwa na shetani akaambiwa the business iko pande hii. Mimi nilienda Mungu akanituma aende ufuge hiyo duka, fungua duka hii nyingine. Sasa wewe na waobaji hapa, maitasesa hapa mkinikuta hapo, simutajinyoga. Mimi naidaka kwa inage. Na ninakulaga chai na wao vizuri sana. Na kinanishika hivi, kinanikiss na mimi nakikiss because I am sent to those people. My boss hakutumwa kwa watu wale wazuri, alitumwa kwa wale wabaya. Bwana Yesu asifiwe sana. That is my boss. Hakutumwa kwa wale wazuri. Nyinyi wazuri kaeni hapa, tunakutana saa kama hii. Lakini kutoka leo nitavuja hii mikataba. Afadhali niende nikatafute wale wabaya. Kwa sababu they are better than kukuwa na mtu hapa ni hypocrite because yule ametoa nguo ako uchi anakuambia niko kwa duka na ninafanya kazi yangu. Haogopi, anakuambia this is my shop. Sasa hapa nyinyi mnakuaga hapa shop yenu ni open lakini umefunika na veil. Lakini ile kitu inafanywa na yule mnaifanyiaga hapa. Huko niko kwa jagiriria nyingi mara maigi makoro makanitha-ini ti goko tu goko gutire goko matigioka na kuri aja jagiri cikoro kanitha-ini yura cikhure cikirite nguo irahurutuka goko thi ati ni roho wa Ngai ati ni kuhumbira humbirite nginya orona rathi uguo ndagathecwo ni migwa ya thi na ni jagiri ile jagiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Makanisani mpaka wale wanalia ndoro na lia kantoro bosaya. Kuna mama mmoja alitoka hapa CFF hapa kwa Harrison hapa. Anakujaga hapa. Acha niangalie kama amekuja leo ni asinirushie mawe hajafika. Anakujaga hapa na ni jagiri anakujaga kunichukua. Anakujaga kunichukua tuende. Na ametoka kwa praise and worship ya nani? Na yeye ni mmoja wale alisema Bwana sema usipobadilika akichomoka huko anakuja hapa kuniambia tuende. Bwana Yesu asifiwe sana. This is the hypocritical. When you are not with God, you do a lot of things that are not real. Bwana Yesu asifiwe sana. You will not be able to succeed because you need God to plan your paths. You need God to plan your ways. You need God to do because you asked for permission. If God did not give you the permission uende ukaeka hiyo kakazi, stop it. If Mungu akukupatia permission uende kutafuta huyo mwanaume ama ukubaliane na huyo mwanaume wako, waachana na hiyo kitu because njia zako zitakuwa gumu. Na wakati wote njia zitakuwa gumu, hakuna mahali utaenda. Mnakumbuka ule msichana alikuja hapa akasema anasikia baridi na anafuga hiyo murako ni ule washimani pale mama sio ule I think anafuga ile murako tuko ndani tukihubiri akafuga ile murako anasema anataka kufuga nikamuuliza ni nini ati anasikia baridi anasikia nini baridi
Kumbuka wakati nilikuja hapa saa 9, nilikuta wale walikuwa hapa, tukashikana mikono tukaomba. Tuliomba kuhusu watu wale wanakujaga kufuga gate. Maana niliona kuna mtu atakuja kufuga nini? Gate, kwa maana yeye pia ni gate keeper, ni watchman. Any watchman is a gate keeper. Alikuwa anakuja kufuga, maana hapa kulikuwa na miracle. Neno ile Mungu ametupatia leo, hiyo ni neno ya kufungua maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikamwambia kaa hapa. Alipokaa hapa, joto ikaanza kuingia kwa mwili. Na alikuwa nasikia nini? Baridi, na baridi ilikuwa inatoka wapi? Hapa. Alikuwa anafuga ile mlango, maana baridi ilikuwa inamkuta huko nje. Kutoka hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. So nikamwambia hapa baridi inatoka kaa hapo. Si baridi alikuwa nasikia, ile kitu amebeba na ile maidhito alikuwa nayo zilikuwa zimemweka baridi. Maana alikuwa amekuda pale, amekuwa positioned, alitumwa kabisa. Si wewe unakuwa huko, ndio uweke hii na uweke hii na ufinye hii button na ufinye hii button. Lakini alikuta kuna watu already walikuwa wameuliza Mungu, nikuje kanisani leo ama nisikuje? Akaniambia nenda. Na aliponiambia nenda na akanipatia power ya kucontrol kila kitu kina happen hapa. Nilikuja hapa nikamwaga maji ya chupi na kila kitu nikamwaga mpaka kule kwa barabara, nikafanya clearance. Walipokuja tu walianza kusakwa, wakikamatwa, wakiletwa wapi? Hapa wakaenda sako, wakiletwa hapa baridi. Imagine aterewe kumakanyobe gadieja kumokoraja. You can imagine. Sio baridi huko nje, moto ilizidi, akachomeka mpaka ingie ndani, achomwa kuja karagwe vizuri, ndio akitoka pale aende akafanya kazi yake. And that is how you operate with power. Bwana Yesu asifiwe sana. And before you move to any move, before you make any move of your life, try as much as possible to operate with power. Don't operate alone. Operate with the power of God. Operate with God having commissioned you to move, having commissioned you to go ahead. Don't do that business, because wengine wanakujaga hapa na wekaka biashara inaaguka, nikiweka biashara inaaguka, nikiweka biashara inaaguka. Inaagukaga because you have no permission to do the business. Wachawi hawana power over you. The Bible said you will triumph over snakes and scorpions and they will not hurt you. Why? Because you have an authority, heavenly authority, to command anything around you, and is commandable. Any business you can authorize it and it will operate like you want. Anything you command it and it will operate like it will want. Anything that happens around you is spiritual, and you have the power because you have an authority from our Father to do it. Twende verse ingine, verse 16. Because of that, you have to have, hata kama ni biashara, hata kama ni deal, hata kama ikuwe ni mzuri namna gani, withdraw fast. Ukisikia kuna deal, ukisikia kuna biashara, ukisikia jambo lolote, withdraw fast. Ndio ulize Mungu, are you in this? Naweza kwenda, naweza kufanya, nitafaulu. Muulize hiyo maswali yote. Anakuja akamuongoza Daudi baada ya kufanya maagano. Ukumbuka kuna agano ya kwanza ya Daudi na Mungu. Amekuja amefanya agano sasa na mtu wa kumpeleka mahali. Kuna mtu ambaye unastahili kumsense na kumjua. Na wakati utamjua, huyo mtu ndio destiny connector wako. Huyo ndio destiny connector wa Daudi, wa kumrudishia bibi yake, kumrudishia watoto wake na mali yake. Kuna mali yako iliibiwa, unahitaji mtu atakupeleka mahali mali yako iko. Unahitaji mtu atakaye kuambia fuata hii njia, na hapo ndio mali yako iko. Hauwezi kwenda hivi hivi, atiwende hivi ukagera hali ukadi no. Akamuongoza Daudi mpaka mahali walipokuwa, akawapeleka mpaka mahali walipokuwa. Nao walikuwa wametawanyika eneo lote, wakila, wakinywa na wakifanya haramu kwa sababu ya nyara nyingi. Una imagine leo, wakila, wakinywa na wakifanya nini? Haramu ni nini hapo? Ni haramu ni nini? Changa. Walikuwa nakunywa changa, pombe haramu. Walikuwa na jivijali na wanawake wa watu. Walikutiliwa wakijivijali na wanawake. Imagine sawa aliwa ukitaka shoderelia. Walikuwa wana nini? Wanao walikuwa wametawanyika eneo lote. Wakila, nataka uadaraini, walikuwa wametawanyika eneo lote. Walikuwa wametawanyika. Kila mtu alikuwa na wake, na kila mtu alikuwa anapiga sherehe. Kila mtu alikuwa anapiga sherehe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna vitu vitafanyika, maadui wako utakapo wakutililia, hautawakuta wakiwa pamoja. Kama wangekuwa pamoja wangepigana na Daudi.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo Mungu aliruhusu. Kuna vitu Mungu ataruhusu katika maisha yako. Wale watawanyike, kila mtu akiwe na stori zake kule, ule mwingine akwe, ule mwingine akimeshika bibi ya Daudi akimwambia niye gogotwa king, gogotwa queen. Niye unaona niye huko unaona ilia ni ilia ya kwa ilia yote. Wanampitisha bahari kuna buffalo. Anawaambia hizi ng'ombe zangu hizi ni ng'ombe zangu zote na ni buffalo. Lazima Mungu anasababisha watu wanakuwa kwenye wanatawanyika. Maadui wako wote Mungu hata kubali wakae pamoja wakati unakuja. Utakuta ashakufanyia kazi rahisi. Utakuta ashakufanyia mambo yote iko easy for you. You are just moving in. Maana kila mtu alikuwa ametawanyika. Kama wangekuwa pamoja na kiongozi wao pamoja, wangeinuka wapigane na Daudi. Lakini sasa walikuwa wamekusanywa. Huyu mzee na huyu mama na huyu mwingine, na huyu mwingine na huyo mwingine, wakijaribu kutafuta namna, maana masaa ilikuwa bado, wakitafuta namna ya kuendeleza miradi mbalimbali. Wametawanyika, underline that, eneo lote, wakinywa, wakifanya haramu kwa sababu ya nyara nyingi walizochukua kutoka katika nchi ya Wafilisti na kutoka Yuda. So they were busy and preoccupied. Your enemies are busy and preoccupied. They will not be able to if you are sensible. Ama is it sensible? Ile inaitwa kuwa alert. Sensitive, ndio inaitwa sensible. Kama uko sensitive, maadui wako they are not together. Hawako pamoja. Wale walikuwa na kupagia kukupiga, kila mtu wako kando yake, because walifikiria wameshinda vita. Walifikiria wametawala. Walifikiria wameenda, na walifikiria already wamekushinda. So they have no concern about you. Lakini wewe Mungu amekuweka concerned about them. So wakati utaenda pale, utakuta kila mtu ako na njia zake. You shall take over like there was no problem. Dua maikarire marieri. No mugoda marato makawako oyo no amuthengi magathi kuyo nge oyo no akenya jui bada na maikara akikula nyara wametawanyika sababu ya nyara. Nipatie 17 nipatie 17 nini kiwe na umeshiria morugo wewe. Yaani wewe hujajua umekuwa pastor. Huyu jamaa usimvudishe, mwambie amekuwa pastor. Ndio kujira ya meshiria morugo. Daudi akapigana nao kuanzia machweo ya jua hadi kesho yake jioni, na hakuna yeyote miongoni mwao aliyetoroka. Ni kwa nini? God had scattered them. Your enemies are already scattered. Those that have been working against you are already scattered. They are not together. They can't be able to plan together. They can't be able to come together. They are already scattered. Whoever that bewitched you, wao sasa wao ndio wanarogana wenyewe kwa wenyewe. Wale walifuga kasi yako wanapigana kule wao wenyewe kwa wenyewe. Wale walijaribu kukuja kupigana kama wale walijaribu hii miaka yote wamejaribu kutupiga hapa, na nilisikia maripoti kutoka biguni mali maneta kule mana. Ati wewe no aitumile, kuna mmoja alikuwaga bibi yangu na sasa alitolewa na mwingine. Sasa huko anasema wewe no athokeirie kihiko yako. Wale na kihiko wagitigire niki wakoro kiariho. We no tige kihiko yako. No, iyo yari jagiri. Ni mumaraya. Ni wale tole ya Yesu Kristo. Daudi akapigana nao kuanzia machweo ya jua hadi kesho yake jioni, na hakuna yeyote miongoni mwao aliyetoroka isipokuwa vijana wanaume 400 waliopanda ngamia na kutoroka. Kwa hivyo hata kutoroka watatoroka. Matigiro kamera. As weak as you are. Maana Daudi alitoka kwenye vita, already was weak. Maana Daudi alikuja, already akakuta bibi zake wawili, already he was weak, wameenda. Huyo Daudi alikuja akapata vijana wake, watoto wake, ng'ombe zake zimeenda. Already this man was weak. This man was injured. From battle coming in to find everything has lost. Wewe mzee kaa chini.
aliyetoroka ni hao. Twende 18 quickly. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii kitabu ni very interesting. Kanora alionate ani. Ni kitabu kinakujega sana. Daudi akarudisha kila kitu. Sikiliza sasa. Daudi akarudisha kila kitu. Sio kitu kimoja. Kila kitu akarudisha. Everything. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaenda kurudisha kila kitu. Whatever they took away from you, unaenda kurudisha. Ile hasara walikupeleka, unaenda kulipwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lolote ambalo lilitendeka katika maisha yako, that happened to you, and because they think, walifikiria wamefaulu kukuangamiza, I'm telling you, walienda kuziweka ndio uende ukichukua zingine. Yesu sigioka. Wameleki wamekichukua pamoja na wake zake wawili, pamoja na atumi yake. Hiyo laini iwezi kuachwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mabe mageshoka. Yes. Your baby will come back. Amen. And your baby is coming. Gaine yako kuradhima. Nugo shoki duresho te wateire. Kedo na kegesishoke. Ayubu wakati alikuwa mtiivu kwa Mungu, naye Mungu alimregeshea kitu na kingine. Haleluya. 2019 haraka. Hakuna chochote kilichopotea. Kijana au mzee, mvulana au msichana, nyara au kitu kingine chochote walichokuwa wamechukua, Daudi akarudisha kila kitu. Mwambie mwenzako, ninaenda kurudisha kila kitu. Because do you know why this is happening? Because there is a concession from God. Huyu mtu aliomba ruhusa, akauliza Mungu, ninaweza kwenda? Wakati Mungu alikubaliana na yeye, alishika wale mateka. Maadui wako saizi wameshikwa mateka. Ukikubaliana na Mungu na Mungu akubaliana na wewe, maadui wako wote wameshikwa mateka. Zile vitu walichukua wataziweka mpaka wakati uko ready kwenda kuichukua. Ile vitu, maneno waliyosema ama kitu walifanya huko kibaya, wako ready, wametayarishwa kule, wamekaa statue wakigojea uende. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is how to win this battle. This is how to win spiritual battles in your life. You don't force things. You will ask God for permission to go. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha kiherehere, wacha masomo yako mingi, wacha experience mingi, wacha kifua, wacha kuonekana ni kama unajua kupigana. Watu wengi kama sisi tunajua kupigana, lakini kuna wakati unauliza Mungu, can I do something here? Mungu anakuambia ngojea kidogo. Unaona kweli you have the muscle, unaweza kunyorosa mtu vizuri, ama unaweza kutuma jeshi mtu aende akamatwa vizuri na awekwe ndani ya gunia sikubiri kama amehangiwa juu ya mti asukukage hapo vizuri. Lakini unauliza Mungu, can I do this? Anakuuliza ndio atwekire muhono, ndio ahonokire ndore kia goro erere bara ici. Basi unatulia unasikia. Lakini venye unasikia huko ndani kimoyo, kama Wameru wako hapa, unasikia kule ndani ni kama unaweza kuruko na uambie Mungu apote hanini. Unasikia nyimbo ile imekuiba ati Yesu tima kovo. Unazimwa tena, unatulizwa. When you learn to walk with God, you will always learn to seek from God. And the moment you are capable of seeking from God, victory will always accompany you, because God will never go wrong. Bwana Yesu asifiwe sana. God will never go wrong, and you will not have enemy kama Mbithe. Unajua Mbithe anakuwa na maenemy all over. Kila wakati atakuwa na enemy leo, lakini kesho nakuta huyo enemy amekuwa Fred, ametengeneza enemy mwingine. My friend Mbithe, how are you? Niliona kwa mtandao umesema umesareda. Please surrender, ama nikuondoe kwa mitandao zote. Hiyo tu message unaandikaga ya upusi, si ututaki tena. Umesikia? Uondoke, utulie, maana I know you are a good woman of God. Lakini kuna kashetani kana kuigiaga kutoka kule ukabani. Unaandika mlipuko, kuna statement unaandikaga baka hapo na ulisa, hii ni Mbithe ama ni kaseni ya Mbithe ameandika kupitia mkono ya Mbithe. Nasikia, lakini tena naona umedelete, najua kumbe Mungu anakutembea. Hata kama hakuagi karibu, akipitia hapo kado ya shamba yenu na kuambia, toa hiyo message si mzuri. Unaona ametoa. Sasa nisirudi kuona message ukiandika hiyo baya. Na wewe mama,
Message kama uko na shida na watu, wacha kutuandikia message kwa mtandao. Message ya mtandao ni mimi peke yangu. Tunaandika information kama una neno mzuri ya kusaidia watu weka. Lakini si sasa kusema wanawake fulani wanafanya kitu fulani. Hiyo mtu akiandika hiyo, nitakuondoa kwa mtandao na nikufukuze hapa. Si mmesikia mimi ni dikteta sasa? Na Ruto si alisema ndio maneno ikuwe laini, lazima mtu akuwe dikteta. Ni Ruto alisema, si mimi. Na nikafanya hesabu nikaona hata Mungu ni dikteta. Sasa nilijaribu kuleta democracy hapa, hawa karibu waniue. Wamenipeleka karibu mpaka walikuwa wamenipeleka polisi. Hawa watu wengine wamenipeleka, wamenirekodi nikiongea. Wameenda wametwist, wameanza kusabasa maneno hapa. Ati nilikuwa na kamsichana kwa hoteli, nilikuwa na ni mtu anakuja ni pastor. Sasa ukiona watu wakifikishana hapo ni kwa sababu ulileta democracy. Kwa Mungu hakuna democracy. Hii kanisa hakuna nini? Hii kanisa haina nini? Hapa ni kwa dikteta. Na utakaa kama dikteta, uto the line ama ukuja karatasi. Kwa jambo linaroa. Na hiyo mmoja huyo kama huyu siangalia nywele ametengeneza. Siku mbebeleza nilimwambia nywele kata ama uweke microphone chini. Hivyo tu simple as that. He is my good friend. Nilimuongelesha kwa gari, tukiwa kwa gari. Hii nywele wewe ufanye nini? Ama uondoke kwa kanisa. Kaa chini baba. Yes. Because it is an order. Lazima upage mipagilio, mkae na njia mzuri. Maana unaona ni mtu unafaa umshike, umsimamishe. Si is a good preacher. Yes. Lakini alitembea na ule Dunda na Yesu. Na huyo mwingine anaitwa nani? Nyamachichi. Nyamachichi ndiye alikufundisha kukaraga nywele. Nyamachichi anakaragaga. Sasa na yeye akamfundisha kwa sababu ni maserebu, ni waibaji wa serebu. Sasa nikamwambia userebu weka chini tuhubiri neno la Mungu. Sasa huyu mzee Mungu atamuinua, wacha ngoja tu kidogo. Akikaa mzuri mtaona venye Mungu atamuinua. Kutii ni kitu ya muhimu sana. Na kukaa kwa sababu alikosa baba wa kumweleza stop this one, do this one. Stop here, nenda hapa. And that is all that we need. Just sit and that anointing you are sitting under. It is not in vain. Just hiyo. Maana hiyo at this time ni hapo Mungu amekuweka. Listen to it. Follow it. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wakati huu ambao tuko na wewe ni tii. Umeelewa? Fuata ile na kuambia, maana kuna kitu Mungu ananitumia nililisi kwako. Wakati yako ya kukwisha ya kukaa hapa utaenda, na hata usiseme bae, wewe utaenda tu, maana hata ukikuja haukusema odi, uliingia tu pale ukaingia na ukakaa chini na ukasema Mungu amekutuma. Bwana Yesu asifiwe sana. So utumie ya another watu kada dictator lege. Verse 20. Akachukua makundi yote ya kondoo, mbuzi na ng'ombe, nao watu wake wakawaswaga. Unasikia sasa hapo? Na mnajira duke haha softi. Duke softi dukiao. Na kuwa hapa softi ndio nifanye niitanishwe na nani kwa Biblia? Msimunijibu. Mutikojo kalia. Ani Kagwema. Na kuwa msofti jetanio nao dhini wa Biblia. Nipatie mtu mmoja kwa Biblia mwenye alikuwa softi. Mtu mmoja, nabii mmoja, nipatie baba. Wewe ni wodho magete. Kunaye. Na yule dadweke softi dokio. Tinipole. Umetumwa unimalize. Atanyenyekea Mungu wako. Hapana. Nikiambiwa swala ni kuswa as long as I have permission. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wake wakaswaga wanyama hao mbele ya wanyama wengine wakufugwa, wakisema hizi ni nyara za Daudi. Haleluya. Hizi ni nani? Ni nyara za Daudi. Yani ujeshi yake makemera ate eno nike ni nyara za Daudi. Maana waliamini kiongozi aliyowapigania, kiongozi aliyokuwa mstari wa mbele, na akawaambia Mungu wetu sio kigwea, Mungu wetu sio mtu wa kubebeleza, Mungu wetu anajua kupigania na Mungu wetu anajua kuweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Verse number 21 natumalizia hapo ndio muende mapema leo. Kisha Daudi akafika kwa wale watu 200 waliokuwa wamechoka sana. Unajua ni wale walikuwa wamekuja na wao.
wakachoka, akawaacha mali, akawaambia sasa, nyinyi tulieni, wacheni tuende mbele. You need to have a leader that who is not hachoki. Hata akisubuliwa, hata mkichokora yeye hachokoreki, anaendelea tu kama dura. Si mumeona mmenichokora na bado niko gagari. Nani etawatia nikubushe jina yako. Niuze, mimi nimezeeka. Florence, hiyo ingine Duiga, Duiga. Florence, Duiga. Si mumeona mmenichokora lakini sichokoreki. Sitachokoreka because I am in a mission. Kuna mission Mungu aliniitia. Na hiyo mission ni Mungu aliniambia, this is what you'll be doing and this is how you are going to do. Na akaniambia katikati ya watu ambao mtakuwa na wao, kuna watu watakuchokora. Na wakikuja kukuchokora, utawafinyia hapa, unafinya huyu kidogo, unafinya huyu kidogo, unafinya hapo kidogo, unaenda ukiendelea. Na kuna wengine unawaigino. Unajua kuna mtu anatafutanga attention. Unamwigino tu na unajifanya hujui na hauelewi anafanya nini, and you go because these people are sent and they will be sent forever in your life. Lazima utakuwa accompanied na watu kama hao. Lazima utakuwa na watu kama hao ambao mtaenda mkiedaka mkitembea, because they keep you busy. Kuna watu wako hapa, they are not supposed to be here, lakini kwa sababu they are keeping us busy, unawaweka wakue hapa tuendelee busy. Watakuja kurealize they were not supposed to be here, watashuka. Hiyo reli itakuwa tumeenda tuko Kitegera, tumeteremka baka kwa Masinari, tuko hapo karibu kunaitwa hapo uko mbele kidogo hapo, ndio atalia rais. Mogithi ilikuwa inaenda Mombasa, na kubuka baka kwa hiyo Mogithi inasemanga the next stage iko Tala. The other tukienda unasikia the next stage iko wapi, inakuambia, lakini hukusikia. Maana akili yako yote haikuwa kwa hiyo safari, ilikuwa kwa kitu ulikuwa nataka. Kuna nyara fulani ulikuwa nataka kukamata, kuna nyara fulani ulikuwa nafuatilia, na ulikuwa uingie Mogithi ya kwenda Githumo. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Ulikuwa kwenye Mogithi ya kwenda nini? Ya kwenda Githumo. Sasa imekupeleka baka Masinari, baka huko chini Makedo. So ukiwa kwa Makedo ndio unalia rais, huko Mombasa, unaelekea Mombasa, unashuka tena unangojea ingine yake, unakuta huyo mtu ndio wanakuaga wali delay, their miracles delayed, their moves of God delayed. Na hao ndio wanakaaga kwa kanisa wakawa wamekufa, ni mkufu. Ni watu walikufa in the spirit, they are dead, they are roaming here, wanakaaga hapa, they are busy bodies, they know it all. Hakuna kitu hawajui, lakini ukiwauliza tunaenda wapi, wanakuambia labda tugoje apostle atuambie. Kwa sababu alikufa katika ulimwengu wa kiroho. Sasa akasema waliokuwa wamechoka sana kumfuata na ambao waliachwa nyuma kwenye bonde la Besori, wakatoka kwenda kumulaki Daudi na wale watu aliokuwa nao. Daudi na watu wake walipowakaribia, akawasalimu. Bwana Yesu asifiwe sana. 22. Akafanya nini? Akawasalimu. Lakini watu wote waovu na wakorofi miongoni mwa wafuasi wa Daudi wakasema, kwa sababu hawakuenda pamoja nasi, hatutagawana nao nyara tulizorudisha, lakini kila mtu aweze kuchukua mkewe na watoto wake na kuondoka. Sasa unasikia mshahara ya wakorofi na wakaidi na jagiri wako hapa. Wameambiwa mke wako utachukua, mtoto wako utachukua, ng'ombe zako utachukua, lakini zile vitu zingine tulichukua. Hatiri kidogo yako. Sasa mnasema, mnarudi kuniambia ati mimi nafanya vibaya. Mnarudi kuniambia ati mimi ni dictator. Sasa hapa umesikia ni watu ambao walikuwa na Daudi walisema, "Kile atwataha tutikoma negera." Todo mukinogire ithu mukuda gato ithu ni machine turekiritwo ni shindano ya kuongerera hinya turathecetwo nigetha tuthie. Haleluya. Sasa unaona mshahara ya wakorofi. Mujaribu kubadilika. Mubadilike tu, msimuache kukaa wakorofi. Maana wakati wa mugao ikifika, maana mugao imefika. Wakati wa mugao ikifika, utaona ukiwekwa kado, unaanza kusema wananionea, ni kwa sababu niko na anointing, ndio kwa sababu wananionea. Anointing gani? Anointing ya kukupeleka wapi? Ate maraji gwera wiru utadoka inera hothera ndugethio kahothero na hau kora kihothererwo haha ndugethio thotheke kawanja gaku hothagirirwo hau uondoke wale wengine, maana you are not in the company. Wewe ni mkorofi. Wewe kazi yako ni kushinda ukikorofisha watu, ni kushinda ukipigana na watu, kushinda ukichukua watu, yani hakuna kitu ya maana uko nayo. Alafu mgao ikikuja unataka kugawiwa. Sasa hawa watu ndio tunaangalia, tunaweka blacklist. Unaweka kwenye black book, unaandika fulani yako black book fulani. Sasa wakati wa kugawa sasa, hiyo nasema ni mimi, wewe macho ina acha kulala.
Unawaambia sasa usiona mtu kama mtu aje kirathimo kiria gioka riu igwe umatoro ri no tumugaire. No tumugaire kweli? Na umatoro. Na gikwendaga ukiona na maitho. Nigetha ukinyite na maitho. Bwana Yesu asifiwe sana. So wakaambiwa hakuna kitu utapata. Kwa hivyo wale watu ambao wanakuaga wakikorofisha, when the blessing of this ministry inakuja, hautapata mgao. Wale watu mnapigana na watu wengine hapa, when the blessings God will decide to bless us, aanze kutubariki, ndio unaona umekaa hapa miaka hiyo yote na you have got nothing. Umekaukiwa tu, umekauka, ni kama nyara tu. Na unauliza, mimi nimekuwa nikienda kanisa, mimi nimeobewa, nimewekewa miguu na mikono, nimewekelewa kila kitu, lakini hakuna kitu imepatikana, hakuna kitu niko nayo, because wewe ni mkorofi, we jagiri, we gware mahuria-ini. Nwanyita? And niwederariria, lazima utwarane na mahida. Tuadana na ihida. Kila move, the move that is we are making, pelekana nayo. Don't hesitate. Stop these other nonsenses. Stop these other shenanigans around you. Wachana na hizi vitu zingine mnafanya. Concentrate on the ball. Weka focus yako kwa mpira. Mpira ni nini? Nilikuja kutafuta Mungu. Huyu Mungu ndiye anipatie baraka. Na Mungu uliuliza Mungu. Kama haujauliza Mungu leo kuhusu hii ministry, ukitoka hivi uende mahali ujifiche kwanza, uulize Mungu, huko naendaka, ulitaka niendage huko? Akwambie ndio. Alafu akikwambia ndio, umuulize huko kuna baraka yangu huko? Akwambie ndio. Sasa kuja pursue. Fanya kazi yako. Fanya kazi ya Mungu. Concentrate on the ball. Fight on it. You will make it. But if you are in the wrong ministry, you will not get it. There is no blessing from here, and there is no blessing from the other side. You are not a blessing to this ministry, and I am not a blessing to you. And therefore, because you are in the wrong place. When you are in the wrong place, you are wasting your time. You are wasting people's time. You are wasting your energy for nothing. Nenda tafuta manyuru akwambie ni wapi unafaa kukaa. Ama wende kwa wale wakolini wanazungukaga pale Dadora, wanasema wakutolea unabii, akwambie mahali unaendaga ni kweli. Ama uende kwa mganga, hata mganga anaweza kukwambia huko unaendaga ndio huko. Huyo ndio mganga ule mkubwa, atakwambia huyo ndio mganga ule mkubwa. Maana kwa waganga hawaonagi mtu wa Mungu na mafuta, wanaonaga mganga. Ukikuja uombewe hapa ugaga ya mtu iishe, ukienda huko wanakwambia huyo mtu ameenda kwa mganga mkubwa. Wangwana wamesema maana ameshindwa, maana kioo imekataa kuniona. Bwana Yesu asifiwe sana. Kioo imefanya nini? Kuna mama mwingine aliniendea hapa Matu, akaniitisha kwa kioo. Akasema nataka huyu jamaa akuwe wangu, akaitisha kwa kioo. Ati aliona kuku imetoka kwa kioo. Mganga akamuuliza, kwani unaolewa na kuku? Kumbe mimi nimefichwa. Niko chini ya mwamba juu yangu, Yesu nificha. Yesu. Yani ukiwa chini ya mwamba hawata kuona, badala ya kukuona wanaona kuku. Sasa alitolewa akaona kwanza ni kikokoroch. Yes, cockroach. Kokule. Kikokule. Aliona kikokule. Alafu wakati huo kikasema akaulizwa na mganga, unaolewa na kokule? Akasema hapana, huyo jamaa anaitwa hata wewe unamjua, anaitwa Waroige. Akanimwambia Waroige namjua. Namjua na muonanga kwa TV na magazeti. Lakini sasa unaona ile kitu imetokelezea hapa. Akaambiwa wachana na huyo mtu. Huyo mtu hatuwezani. Hata sisi tumejaribu kumroga, harogekagi. Akaambiwa wachana na yeye. Nani mganga amesema wachana na nani? Huyo angeko ginyarogi ni marega gari. Kwa sababu I have a connection. Also trying to find that connection with God. Look for that connection. You don't need to have a miracle. You need to have a connection with God. Everything will work na itafanyika kwa wakati wake. Everything will do na itadu katika wakati wake. Anything that you touch on, as long as there is permission from kuna kitu inaitwa heavenly permission. As long as there is heavenly permission on what you are doing, it will work. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kila mtu twende. Daudi akajibu, la hasha ndugu zangu, kamwe hamwezi kufanya hivyo kwa kile ambacho Bwana ametupatia. Yeye ametulinda na kuweka mikononi kwetu
majeshi yale yaliyokuja kupigana dhidi yetu. Tuendelee 24. Ni nani atasikiliza yale mnayo yasema? Fungu la mtu aliyekaa na vyombo litakuwa sawa na la yule aliyekwenda vitani, wote watashiriki sawa. Tuendelee 25. Daudi akafanya hili liwe amri na agizo kwa Israeli kutoka siku ile hata leo. Hiyo ndio nilikuwa nataka. Akafanya ikuwe amri. Hakusema ati Mungu amesema, aliifanya ikuwe amri. Kwa hivyo mahali popote ambako hakuna amri, hakuna maelekezo, hakuna kufaulu, hakuna kuendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo for us from today ni amri, kukaa vile Mungu anataka, kukaa jinsi Mungu ametuagiza, kutembea na mamlaka ya Mungu, kutembea kama ni praise and worship. Kama leo niliona walikuja saa 4 wakiongozwa na Asense, walikuja saa 4 saa 5 kama wadosi. Nilikuwa naangalia kwa CCTV. Mmoja niliona anakuja hivi, anatembea pole pole, anakuja anaangalia microphone kama imepaguswa, akaangalia, nikaona ameangalia kama imepaguswa, kaifanya kwa sababu kuna wale walikuwa wamepagie. Sasa unaona hapo wameanza kuteleza kidogo. Si mnaona wameanza kama wanakuja saa 4, si wameanza kuteleza kidogo? Unakuta mapasta ambao tuko na wao hapa, pastor apostle anafika mbele ya wao. Anafika wanakuja saa 3, maana wao ni wadosi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukiangalia hiyo amri ni kama watu hawaelewi reason ya kukaa mahali wapi. Hauelewi wewe ni kiongozi. Kama unakuja yule anayekuongoza anafika mbele yako na kuna kitu kuna hakiepelekani vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Because mnafaa kufika mbele ndio mtayarisha mipango. Kama unafika nyuma ya yule ambaye anakuongoza ni kumaanisha hamujakiliki, hamujaelewana. Kama unakuja wewe ni worship kama huyu jamaa wa TV na yeye niliona alikuja saa 5. Si unaona sasa? Kwa sababu alitoka kwa mlima, alipanda mlima. Kwa hivyo hautiri mundu muigana, ni mundu munene tondu ni haicire kirima. Riu no kire ithaa riria gwika atia kwenda. Riu hau ni kuanzia hena watho mune, hena watho utaratumika. Na riu ungiona watho nduratumika ri, thiti ugikire watho. Alo, thiti ugikire ki nigetha utumike. Yes. Mtikirugame na maguru manyi tugoce, ndenda tugoce nginya roho. Wacha kuweka ibanya, turenda tugoce. Unaona mtu ameshiba, si wametoka kukula saa hii. Alafu waambie banya, mwekire kigoco, mutura wefange. Githeri giikuruke. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mtu asimame, yule ako na miguu na viti viweko kando. Nataka kigosho. Kigosho iwekwe ni kama kuna blacklist ya kigosho. Na hii mabati imejikuja sana. Hii mabati ni pesa gapi? Kijana kwa wapi? Hizi mbili zinataka 7,000. Tunaweza kosa mtu wa kutununulia. Roda Kenyali, si utuchagie hapa mkiwa na Agnes. Agnes, how are you? Ngaidia tu. Dada muda ithia kokora ha kaba tubabati tore. Neto athigiri mugwanja twetweri. Tugure turi atatu. Urute ngirigere. Wewe ngirigere na ni ngirigere wako ni ugwetekera. Nego. Mwalie na Asense. Asense. Tumepata financia. Roda na Agnes. Yes. Umeanza kuguza na tutafuta mwingine wayo. Kwa sababu tumabati ukiona tumekaa hivi. Hiyo ni roho uko nayo. Sio ni roho. Kila mtu abebe kiti. Kila mtu. We, huyo mama mlete hapa. Mlehea. Kila mtu beba kiti. Wacha kupagiwa. Na wale wanaendaka choo, muende choo saa hii. Muende muweke hiyo vitu zenu. Mkuje hapa bila. Kwa sababu hata ukiweka nitakushikamata leo. Okay.
Yeah? You have. Kujeni mkaribia hapo. Yule mdosi yako wapi? Yule mdosi wa hapa? Yule mdosi alikuwa hapa asubuhi. Alipata access ngapi? Huyu mdosi. Nilikuwa nimemkosa. Hi boss. Hallelujah. Yes. Wachana na mtoto. Tigana yake. Ekiura amuri leo. Hapana. Wewe shona hiyo mdomo yako. Hapa tuliagi. Hapa tunakaga na Yesu. Gayore mwega, gayore mwega. Sikiliza kwanza. Wakati Daudi alienda kuuliza Mungu, wakati Mungu alimpatia permission, alienda na ujasiri. Nataka uende mbele za Mungu na ujasiri. Maana this is the day you are connecting. Na zile vitu zako zote zimepotea. This is the day you are being reconnected back to the grace of God upon your life. This is the day you are being lifted, you are being reunited. So it is all about you. Wewe Daudi alienda mbele ya Mungu. Alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na mahusiano mazuri na Mungu, lakini alienda mbele ya Mungu kumuuliza kama atapata permission. Kila mtu akuje hapa karibu. Kila mtu akuje hapa karibu. Na shagaga niko mnaambia watu wakuja karibu, lakini unakuta mpaka atakutembea unaona anatembea hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe mwega. Hallelujah. Yes. So let us worship. Nataka tu worship ni praise. Because already the victory is in our hand. I want us to praise. I want us to rukaruka. Baka roho wa Bwana ashuke. Umesikia? Ginya roho wa Ngai aikeruke. Tupende kwa Wakikuyu, kwa Luya, kwa Wakamba, kwa nini mpaka tusikie the Holy Spirit is here. Na wakati the Holy Spirit atashuka, kuna command from heaven, a heavenly command on where to go and the place which belongs to you. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa fungua tu moyo wako. Fungua tu moyo wako. Mwambie Mungu, niko mahali hapa, ninakuhitaji. Fungua moyo wako, mwambie I need that grace. I need your favor. Yes, twende kazi. Gayore mwega, gayore mwega. Gayore mwega, gayore mwega. Oh gayore mwega, gayore mwega. Gayore mwega, gayore mwega. Oh gayore mwega, gayore mwega. Gayore mwega, gayore mwega. Oh me toda daya, gayore mwega. Kaiwa
moyo bururi. Bururi warema moyo, bururi no karugamo. Bururi warema moyo. Bururi warema moyo, bururi no karugamo. Bururi otare madena. Bururi warema moyo, bururi no karugamo. Tokarogana moyo. Bururi warema moyo, bururi no karugamo. Tokonana na Jesu. Bururi warema moyo, bururi no karugamo. Bururi warema moyo. Bururi warema moyo, bururi no karugamo. Bururi otare merimo. Bururi warema moyo, bururi no karugamo. Bururi warema moyo. Bururi warema moyo, bururi no karugamo. Bururi warema moyo. Bururi warema moyo, bururi no karugamo. Osai mwanani gosai. Tumepaidia iliku. Ade na bagete godi. Baba tena mwere waro. Madani madani madani. Ade na bagete godi. Baba tena mwere waro. Osai gosai manito gosai ye. Osai madani madani. Ade na bagete godi. Baba tena mwere waro. Okirira kirisha hono kyo. Osete gosai mwanani gosai ye. Osai gosai manito gosai ye. Oro homo darunara tura. Oh gosai ye. Gosai ye. Oh gosai gosai manito gosai ye. Sera sera gai sera tora dime. Oh sera sera gai sera tora dime. 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 Sera sera gai sera tora dime.
nirakena ngoro yakwa ĩgatuma tuma ngoro yakwa ĩkaigua wega ĩkaigua wega nĩ tondũ wa mũhonokia ngoro yakwa nirakena ngoro yakwa ĩgatuma tuma ngoro yakwa ĩkaigua wega ĩkaigua wega nĩ tondũ wa mũhonokia nĩ kwarĩ ũhoro wa wendo wendo ũyũ nyenetwo nĩ Jesũ ũtarĩ mũrũgũria nĩ mũndũ wendo wa magegania nĩ kwarĩ ũhoro wa wendo wendo ũyũ nyenetwo nĩ Jesũ ũtarĩ mũrũgũria nĩ mũndũ wendo wa magegania ngoro yakwa nĩrakena ngoro yakwa ĩgatuma tuma ngoro yakwa ĩkaigua wega ĩkaigua wega nĩ tondũ wa mũhonokia no haleluya no haleluya gũtũgacemania no haleluya no haleluya gũtũgacemania oh no haleluya no haleluya gũtũgacemania no haleluya no haleluya gũtũgacemania no haleluya no haleluya oh no haleluya no haleluya gũtirĩ mũkũrũ gũtirĩ mũkũrũ gũtũgacemania gũtirĩ mũkũrũ gũtirĩ mũkũrũ gũtũgacemania gũtirĩ mĩrimũ gũtirĩ mĩrimũ 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 gũtũgacemania nĩtũkona Jesũ nĩtũkona Jesũ gũtũgacemania nĩtũkona Jesũ watasema umebarikiwa watasema umebarikiwa watasema umeinuliwa watasema umeinuliwa watasema umeinuliwa watasema umeinuliwa utaenda ng'ambo washangae utaenda ng'ambo washangae utaenda ng'ambo washangae utaenda ng'ambo washangae watoto wako watabarikiwa watoto wako watabarikiwa watoto wako wataenda ng'ambo watoto wako wataenda ng'ambo watoto wako watapanda ndege watoto wako watapanda ndege watoto wangu watapanda ndege watoto wangu watapanda ndege watoto wangu watabarikiwa watoto wangu watabarikiwa milango yangu itafunguliwa milango yangu itafunguliwa watasema nimeinuliwa watasema nimeinuliwa adui wangu watanishangaa adui wangu watanishangaa adui wangu watanishangaa adui wangu watanishangaa
adui wangu. Watasema nimebarikiwa, watasema nimebarikiwa, watasema nimebarikiwa mimi, watasema nimebarikiwa, nitasema nimebarikiwa mimi, watasema nimebarikiwa, nitapata pesa washangae, nitapata pesa washangae, nitapanda ndege washangae, nitapanda ndege washangae, watakuja niwasaidie, watakuja niwasaidie, watakuja niwasaidie, watakuja niwasaidie, Bwana sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea na wewe, oh Bwana sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea na wewe, oh Bwana sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu tatembea na wewe, pamoja na wewe, oh pamoja na wewe, katika safari yangu tatembea na wewe, oh niongoze safarini, mbele unichukue mlangoni mwa mbinguni, niingie na wewe, oh niongoze safarini, mbele unichukue mlangoni mwa mbinguni, niingie na oh wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, mlangoni mwa mbinguni, niingie na wewe, pamoja na wewe, oh pamoja na wewe, mlangoni mwa mbinguni, niingie na wewe, oh mali hapa sikutaka, ili niheshimiwe na yanikute mashaka sawa sawa na wewe, oh mali hapa sikutaka, ili niheshimiwe na yanikute mashaka sawa sawa na wewe, pamoja na wewe, oh pamoja na wewe, na yanikute mashaka sawa sawa na oh wewe, pamoja na wewe, pamoja oh na wewe, na yanikute mashaka sawa sawa na oh wewe, pamoja na wewe, oh na wewe na yanikute mashaka sawa sawa na wewe, salama rohoni, ni salama rohoni, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu, salama rohoni, ni ni salama rohoni mwangu, oh salama rohoni
Yesu mulina wanje, mulina wanje, Yesu mulina wanje, mulina wanje, Yesu mulina wanje, Yesu mwana wanje, mulina wanje, Yesu mulina wanje, papa, mulina wanje, Yesu mulina wanje, mulina wanje, Yesu mulina wanje, Yesu mwana wanje, mulina wanje, roho mama, roho mama, roho mama, roho mama, roho mama, roho mama, roho kumshinda shetani. Baba unijaze roho niweze kumshinda shetani.
Baba unijaze Roho niweze kumshinda shetani. Baba unijaze Roho niweze kumshinda shetani. Baba unijaze Roho niweze kumshinda shetani. Baba unijaze Roho niweze kumshinda shetani. Baba unijaze Roho niweze kumshinda shetani. Baba unijaze Roho niweze kumshinda shetani. Najua Bwana utatenda, najua Bwana atatenda, hata kama itachukua muda. Najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda, hata kama itachukua muda. Najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda, hata kama itachukua muda. Najua Bwana atatenda, sema najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda, hata kama itachukua muda. Najua Bwana atatenda, oh najua Bwana, oh najua Bwana atatenda, hata kama itachukua muda. Najua Bwana atatenda, oh najua Bwana, oh najua Bwana atatenda, oh hata kama itachukua muda. Najua Bwana atatenda, oh najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda, hata kama itachukua muda. Najua Bwana atatenda, najua Bwana, oh najua Bwana atatenda, hata kama itachukua muda. Najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda, hata kama itachukua muda. Najua Bwana atatenda. Yesu mwana wa Nyasaye, Yesu mwana wa Nyasaye, Yesu mwana, Yesu mwana wa Nyasaye, Yesu mwana wa Nyasaye, Yesu Yesu mwana wa Nyasaye, Yesu mwana wa Nyasaye, Yesu mwana wa Nyasaye, Yesu mwana wa Nyasaye, Yesu Yesu mwana wa Nyasaye, Yesu mwana wa Nyasaye, Yesu mwana wa Nyasaye, Yesu mwana wa Nyasaye, Roho mama, Roho 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 Roho
Niko tayari kutumika kwa nyumba yako na kwa madhabahu yako. Ninaomba msamaha wa dhambi zote ambazo nimefanya kwa makusudio na zile nilifanya bila makusudio. Naomba leo nitumie. Mimi niko tayari chombo chako kwa matumizi yako. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Wekerieni sadaka zenu hapa juu. Na Mungu amekubariki jinsi alivyookoa bibi wa Daudi, watoto wake, ng'ombe na vitu vingine vingi. Hivyo ndivyo umekombolewa. Mzee, Mungu akujalie neema, akupe nguvu na akupe uwezo, akutenganishe na maroho ya waganga na ya wachawi katika jina la Yesu Kristo. Navunja nira na mipango yote ya shetani juu yako. Maroho ya kishetani, maroho ya waganga ambayo yametokana na familia za kwenu, yote navunja katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Thank you very much. Thank you kwa siku nzuri ambayo tumekuwa nayo iliyojawa na baraka. Kama ungetaka kujishikanisha na kazi ambayo tumeifanya, toa sadaka yako ama dhabihu yako na Mungu atakubariki. Kwa chochote ambacho kilikuleta siku ya leo, kile ulitarajia kukipata siku ya leo, already uko nacho. Bwana asifiwe sana. Already you have, uko nacho. Mungu amekubariki, amekuwezesha. Kama ni watu wa biashara, nendeni mkaanze biashara kesho. Kama ni watu wa huduma, nenda uanze huduma kesho.
milango imefunguka. Chochote walikuwa wamekeiba kimerudishwa, na hakuna siku nyingine utateseka. Lakini wakati wote ukianza safari, uliza Mungu kama hako mahali hapo. Muulize kama hako nikienda nitapata. Akikwambia ndio, enda, lakini akikunyamazia usiende. Mungu wa mbinguni awabariki. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Nataka nikujue sana Bethel Clouds TV, empowering lives.